umejifunza nini? Of course nimejifunza kitu kubwa sana. Unajua brother, nikwambie kitu. Ili taifa uliteketeze kwa haraka zaidi. Sio kupiga bomu, bali sambaza uongo juu yao. Sawa? Ninachotakiwa watu watambue kwamba Rastaman sio dini. Ila dini ipo kwa ajili ya kujenga watu, kwa kutanisha watu. Lakini Rastafarians wapo kwa lengo la kusambaza amani, kutangaza upendo na kwa kutanisha watu katika misingi ambayo tunataka tuishi katika ulimwengu. Taratibu wakisogeza mimi naizamisha. Nimebaini siri ya mapenzi ni ya wawili, watatu sio kweli. Nampenda kumuacha siwezi, acha ni sukari yangu, asari yangu, harwa alwa. Sikia kitu kimoja ndugu. Mungu ni mwema sana. Mwenyezi Mungu ni mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu ni mpole. Mwenyezi Mungu anasamehe. Lakini ametuagiza sisi pia waja wake, sisi viumbe wake, tusamehe na tusichoke katika kusamehe. Ndio anasema, maandiko yanasema samehe 7 mara 70. Lakini ni ujinga kama mtu atakuwa anakosea tu, anakosea kwa sababu anajua tu kuna nafasi ya msamaha. Yaani ukose usamehewe, ukose usamehewe, ukose usamehewe, kwa sababu unajua tu kuna nafasi ya msamaha. Dunia haiwezi kutendea hivyo. Ndio maana kuna magereza duniani. Kwa sababu ya ukosefu. Wewe ni mtu ambaye umeshajifunza, umeshapata elimu. Elimu gani? Elimu ya namna gani binadamu tunapaswa kuishi. Wewe ni kati ya watu wachache sana ambao umepata elimu walau ya namna gani ya kuishi na jamii. Kulikuwa kuna haja gani ya wewe kuwasoma watu kama kina Mutabaruka? Ukasoma filosofi zake, ukasoma maisha ya Rastafari anavyoishi. Ishi ukiwa mpole. Rastafarian life inasema kila mtu aishi katika kuwaunganisha watu, sio kuwagawanya. Kama unapata maarifa ya namna binadamu anatakiwa kuishi, alafu huishi hivyo, kuna haja gani ya kuwa na hayo maarifa? Wewe unatakiwa kuwa balozi wa kile ambacho umejifunza. Wewe unatakiwa kuwa mwalimu kwa wale watu ambao bado hawajajifunza. Maarifa ambayo huyatumii ni sawa na sifuri tu. Kuna mtu mmoja anasema kosa la kutokusoma vitabu ni kosa kubwa kuliko kosa la kuchoma vitabu. Huenda anayechoma kitabu hajui hata kwenye kitabu kuna nini. Lakini asiyesoma kitabu kwa kinundika ndani ni mjinga tu. Na ni mkosefu kweli. Kama utakuwa unajifunza vitu hapo vinabaki kichwani, huvifanyii kazi kwenye maisha ya kawaida, itakuwaje? Fikiri kitu kimoja. Jamii inaamini kwamba watu wenye muonekano huu wa Rasta au jamii ya Rasta, mtu akizungumza tu issue ya Rasta, mtu anaanza kufikiria bangi, si mtu aina gani, si na nini. No, wewe unapaswa kuwa mwalimu kwao, kwa sababu wewe una kitu ambacho umejifunza, umejua maisha ya Rasta. Hautakiwi wewe tena uwe ni mtu ambaye wakupandikiza chuki, tena kuongeza chumvi katika kile watu ambacho wanakiamini tofauti. Umeniangusha. Wewe unakuja kwenye maonekano kama huo. Cheki ni Rasta, hivi kama kibaka. Na unajua fika kabisa familia yangu mimi ni familia ya Kikristo. Nitakupelekaje kwa wazazi wangu ukiwa hivyo? Baba yangu atanichukuliaje mimi Maruma? Maruma, umeniuzi sana. Wakati mwingine
Unapaswa kumlinda na kumtetea mtu unayempenda na kumwamini, hata kama dunia yote itamtenga, hata kama dunia yote itamchukia. Wewe wapaswa kufumba macho, wapaswa kumwamini, kwa sababu wewe ndo unemjua, wewe ndo unaujua ukweli wa moyo wake. Sawa, sogea nikuage taratibu. Mimi naondoka. Naenda mbali. Maisha mema Sara. Ukiweza wahubirie watu kuhusu Rasta. Waambie ukweli kuhusu maisha yetu. Wajifunze pia. Wapaswa kuishi kile unachojifunza katika Biblia. Neno la Mungu.